Another beautiful day, another beautiful video. Karibu tena kwenye channel yetu. Leo tuna very interesting topic. Biashara 5 unazoweza kuzifanya zikakuingizia milioni 1 mpaka milioni 2 bila ya wewe kuwa na mtaji. Narudia tena. Biashara 5 unazoweza kuzifanya zikakuingizia milioni 1 mpaka milioni 2 bila ya wewe kuwa na mtaji. Kama ndio mara yako ya kwanza kuwatch hii video, please fanya kitu kimoja, subscribe. Ukisha subscribe, kuna kengele inatokea hapo. Ibonyeze hiyo kengele. Hiyo kengele ukibonyeza, next time nikiupload video, utakuwa mtu wa kwanza kuwatch hiyo video na utajifunza vitu vingi kuhusu biashara, kuhusu ujasiriamali, kuhusu uchumi, kuhusu fedha na mambo yote unahitaji kuyajua ili kusudi wewe uweze kufanikiwa. Karibu tena kwenye video yetu. Kama nilivyosema, leo I'm so much energized. Leo nina nguvu, nina mzuka wa kukupa wewe biashara 5 ambazo unaweza kuzifanya zikakuingizia milioni 1 mpaka milioni 2 ndani ya mwezi, lakini bila kuwa na mtaji kabisa. Leo hii utapata sumu ambazo hujawahi kupata sehemu nyingine yoyote. Kwa sababu gani nasema hivi? Hivi ni vitu ambavyo hata mimi kama kesho nikifilisika nikasema narudi ground, naanza upya, hizi ndio biashara ambazo ningezifanya. Lakini pia mwisho wa hii video nitakupa biashara ya mwisho ambayo ni kama tip, biashara ya 6 ambayo hii biashara inaweza kukuingizia milioni 2 bila wewe kuwa na mtaji. Na hii biashara ina connect na hizi biashara zingine 5. Kwa hiyo katika hizi biashara zingine 5, kama ukichagua biashara moja kufanya, baadaye pia kuna tip ya biashara ya 6 ambazo ukiziunganisha hizi biashara mbili kwa wakati moja unaweza kuingiza milioni 3 kwa mwezi bila kuwa na mtaji wowote. Nitakwambia kitu kimoja kijana. Tanzania kuna population ya watu milioni 60. Katika watu milioni 60, watu wengi sana katika milioni 60, hakuna hata mmoja ambaye anatamani kuwa maskini. Hakuna hata mmoja ambaye anatamani kuwa chini. Hakuna hata mmoja ambaye anatamani kuwa na kipato kidogo. Wote wanataka kuwa matajiri. Wote wanataka kuwa na mafanikio. What's the reality? Ukweli upoje? Katika watu milioni 60, 99% ni maskini. Kinachosababisha hawa watu wote wawe maskini ni kwa sababu hawajui principles za biashara, hawajui rules za biashara, hawajui biashara gani wazifanye. Kwa sababu gani? Hivi ni vitu ambavyo havijawahi kufundishwa shuleni. Hivi ni vitu ambavyo hatujawahi kufundishwa nyumbani. Hivi ni vitu ambavyo hatujawahi kufundishwa chuoni. Hivi ni vitu ambavyo ukija mtaani unaanza kuzifanya for the first time. Guys, nia yangu mimi ni kukusaidia wewe kijana kuweza kufahamu hizi principles, kufahamu hizi rules za biashara, za ujasiriamali, kwa sababu mimi nilipotoka wakati naanza biashara nilikuwa natamani sana kuwepo na mtu kama Jeff ambaye naweza nikaenda kwenye Instagram page yake nikajifunza kitu, naweza nikaenda kwenye YouTube channel yake nikawatch kitu ambavyo hivi vitu nikija mtaani nitaviapply. Lakini kitu kibaya zaidi, huyu Jeff hakuwepo. Kwa hiyo ilibidi mimi nianze kila kitu from ground, nipambane na changamoto zote, nianguke, ninyanyuke mimi kama mimi bila kuwa na reference. Kwa hiyo wewe kijana una bahati kubwa sana, una nafasi kubwa sana ya kuweza kuwa successful bila kuanguka mara nyingi, kwa sababu kuna reference, kwa sababu kuna mtu ambaye anakuongoza, kwa sababu mimi nipo kwa ajili ya kusaidia wewe. Sinufaiki na chochote katika kufanya hiki kitu. Production yenyewe labda kuna mtu utasema nanufaika kwa YouTube paid AdSense. Hapana. YouTube paid AdSense mpaka nifikishe views milioni 1 naweza kulipa $200 mpaka $250. Production moja tu ya video kama hii hapa ni zaidi ya $500,000. So hata YouTube akinilipa hakuna kitu ambacho nitanufaika nacho. Ninachotaka ukifanya ni kukusaidia wewe kijana uweze kunufaika. Nataka wewe kijana uanze biashara. Nataka wewe kijana uwe na mafanikio. Nataka wewe kijana utajirike. Itakuwa raha sana kama mimi Jeff, nyuma yangu kuna vijana wengine 500, nyuma yangu kuna vijana wengine 1000, nyuma yangu kuna vijana wengine 100 ambao wamefanikiwa kupitia kwangu. Natamani siku moja, maybe miaka 3, maybe miaka 5 baadaye, maybe miaka 10 baadaye, nikae na mtu ananiambia, bwana Jeff, uwezo kaamini, YouTube yako imenisaidia mimi kufika hapa nilipofika leo. Sasa hivi naisha familia yangu na nimeajiri vijana wengine 5. Natamani siku moja nikae na mtu ananiambia, Jeff, kupitia Instagram page yako mimi nimeweza kunufaika na vitu vingi, mpaka leo nimeanzisha biashara yangu, mpaka leo nimeajiri watu, mpaka leo na run maisha yangu, mpaka leo nina furaha kupitia biashara na ujasiriamali. Hiyo ndio furaha yangu kubwa ambayo nitakuwa nayo. Sasa nataka nikupeleke kwenye chalkboard hapa, tujifunze biashara ya kwanza mpaka ya mwisho, step by step. Wewe kijana uweze kuelewa kila kitu kuhusu hizi biashara 5 unaweza kuzifanya bila kuwa na mtaji wowote, zikakuingizia milioni 1 mpaka milioni 2. Enjoy. Welcome again kwenye chalkboard yetu. Kama nilivyosema, leo kuna biashara 5 na mwisho kuna bonus ya biashara 1. Biashara ya kwanza kabisa ni biashara real estate broker. Real estate broker.
real estate broker. Hii maana yake nini? Ni biashara ambayo tupo nayo miaka mingi sana. Biashara popular sana. Maybe kwa sababu nimeandika kizungu inaweza kaonekana ni biashara fulani mpya sana, lakini ni biashara ambayo kila mtu anaifahamu na ni biashara ambayo ni popular sana huko mtaani. Lakini wewe kama kijana, ni kama nilivyosema, ukitaka kuwa successful, ukitaka kuwa na mafanikio makubwa, lazima ufanye kila kitu in a different way. Lazima uone vitu katika jicho ambao watu wengine hawaoni. Lazima ufanye vitu kwa utofauti. Ukiweza kujitofautisha na watu wengine, basi utafanya kitu chochote kile katika level kubwa, katika mafanikio makubwa. Na hii biashara ya real estate broker ukifanya kiutofauti, na kuhakikishia wewe kijana, una uhakika kutengeneza milioni 2 mpaka milioni 1 mpaka milioni 2, na ikiwezekana ukavuka hata hiyo limit na kuingiza hela nyingi zaidi. Real estate broker kwa lugha ya kawaida sana, ama lugha ambayo imezoeleka sana, naweza kusema udalali wa nyumba. Udalali wa nyumba. Jeff nataka kutupeleka wapi? So listen carefully. Sasa hivi mimi nataka kupanga nyumba, let's say nyumba ambayo nataka kuipanga nalipa milioni 1 kwa mwezi. Milioni 1 kwa mwezi, kama nachukua nyumba kwa miezi 6, hiyo ni milioni 6. Lakini on top ya hiyo milioni 6, inabidi nichukue milioni 1 nimpelekee dalali, ambayo ni kodi ya mwezi mmoja. Kama nachukua nyumba ya 300,000, inabidi nilipe kwa miezi 6 ambao ni 1.8 million, lakini on top of that inabidi nichukue rent ya mwezi mmoja 300,000 nimpelekee dalali. Watu wengi sana hawapendi hiyo system, watu wengi sana wanachukizwa na hiyo system, lakini hiyo ndio system ambayo ipo. So atakapotokea mtu ambaye yuko smart enough, mtu ambaye anaweza kufanya vitu kwa tofauti na kwa namna bora, basi anaweza kupiga hela nzuri sana. So here's the secret. Kama ni mimi nataka kufanya biashara real estate broker, ningesemaje? Wateja wangu wote ambao mimi nawaunganisha na nyumba za kuishi, apartments, vyumba, whatever, wananilipa 10% ya amount ambayo wanamlipa landlord. Kwa mfano mzuri ni upi? Mfano mzuri, mtu ambaye anakodisha nyumba milioni 1 kwa miezi 6, anabidi alipe milioni 6 kwa landlord wake, lakini akishalipa milioni 6, mimi inabidi nilipe 10% ya milioni 6, ambayo 10% ya milioni 6 ni 600,000. Kwa hiyo mimi atanilipa 600,000, lakini kwa dalali mwingine wa kawaida ambao amezoeleka atamlipa rent ya mwezi mmoja ambao ni milioni 1. Kwa hiyo mtu yoyote akiweza kufanya hiyo weighing, atakuta kwamba huku analipa 600,000, huku analipa milioni 1. So atachukua route ipi? Obvious atakuja kwangu. Kama kuna mtu ambaye analipa rent ya 300,000, inabidi alipe 1.8 million, alafu mimi anipe 10% ya 1.8 million ambayo ni 180,000. Lakini kama angeenda kwa dalali wa kawaida, angemlipa rent ya mwezi mmoja ambayo ni 300,000. So hii unaifanyaje? Unataka kuingiza milioni 1 katika hii biashara, classify wateja wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza nitasema ni premium clients, premium. Kundi la pili tuseme labda ni second class au tuseme mid class, tuseme mid class. Alafu kundi la tatu tuseme ni low class. Haya ni makundi matatu ya wateja wako. Wateja wa kwanza ni wateja ambao wanachukua zile apartments za bei kubwa ama nyumba za bei kubwa. Tuseme hawa ni watu ambao wanachukua apartment kwa mwezi mmoja, apartment ambao wanalipa rent 1.2 million. Sawa? Kwa mfano mzuri, apartments nyingi sana. Hawa ni watu wa Mikocheni, hawa ni watu wa Oysterbay, hawa ni watu wa Masaki, hawa ni watu wa Mbezi ambao wanalipa rent kubwa. So huyu katika premium class unabidi upate mteja huyo mmoja kwa mwezi. Mteja mmoja tu kwa mwezi anakutosha. So huyu ni mtu ambaye atalipa milioni 1.2 kwa mwezi. Milioni 2 kwa mwezi, ambapo kwa miezi 6 atalipa kitu kama 7.2 million. Milioni 7.2, ambayo wewe 10% yako ni 720,000. Tafuta huyu mteja mmoja tu kwa mwezi. Wako wengi sana. Wewe tafuta mteja mmoja tu kwa mwezi. Ukija kwenye second class ama mid class, hawa ni watu ambao pia wako wengi, lakini wao hawachukuagi zile nyumba za gharama kubwa. Hawa mara nyingi tuseme anachezea kwenye 300,000 mpaka 500,000. Chukue 300,000. Kwa 300,000 maana yake kwa mwezi, huyu ni mtu ambaye analipa kwa miezi 6, huyu ni mtu ambaye analipa milioni 1.8. Milioni 1.8, wewe unahitaji wateja kama hawa 4 tu kwa mwezi, ambao wako wengi. Yaani kupata wateja 4 ni kitu cha kawaida sana, ni kitu ambacho wala uhitaji kutumia uchawi wowote, ni kitu cha kawaida sana kupata wateja 4. Kwa hiyo kuweza kupata wateja 4, kwanza huyu kwa hiyo 10% atakulipa 180,000. 10% atakupa 180,000. Ukiwapata 4 hawa mara 4 utapata almost 720,000 kwa mwezi. Kwa hiyo ukichukua 720,000 huyu hapa na huyu hapa, 720,000, 720,000.
Alafu pia kuna hawa wa low class. Hawa ni watu wa chini zaidi katika system ya maisha. Hawa ni watu wa low class kabisa, ambao hawa ndio wako wengi mno. Yaani uwezo ukawamaliza, wako wengi. Hawa wewe cha kufanya watafute 4 kila wiki. Kitu ambacho kiko very 100% possible. Watu 4 tu kwa wiki, ambapo ni kwa mwezi watu 16. Hawa ni watu ambao tuseme atalipa rent laki 60,000. Hawa ni watu ambao wanachukua vyumba wapi Mbagala, wanachukua vyumba Temeke, wanachukua vyumba Gongo la Mboto, wanachukua vyumba Kimara, wapi, watu wa namna hiyo. So ukipata watu shilingi 60,000, manake kwa mwezi 60,000 kwa miezi 6 wewe utalipa 360,000. 360,000. Ambao 10% yako 10% ni 36,000. 36,000. Unabidi uwe nao hawa watu 16 kwa mwezi, ambao watu 16 ni kama 576,000. Ukijumlisha hiki kitu unapata something around milioni 2. Something around milioni 2. Easy, clean milioni 2. Lakini there is one secret. Unapata wapi hawa wateja? Mteja mmoja hapa, wateja 4 hapa, wateja 16 hapa. Unawapataje kwa mwezi? Kuna kitu kinaitwa social media marketing. Hii ni topic ya siku nyingine ambayo nitakuja kuwafundisheni. Unahitaji kuanza kutembea, kuandika mabango, sijui kupiga makelele. You need kufanya kitu kinaitwa social media marketing. Social media marketing. Hii ni topic ya siku nyingine, lakini ni very effective way ya kufanya matangazo, very effective way ya kupata teja katika hiki kizazi chetu. Tuna bahati sana, tumezaliwa kwenye kizazi ambacho you can create wealth, sio kama wazee wetu wa zamani miaka 1980, miaka 1990, ambapo mtu akitaka kufanya tangazo lazima aende kwenye radio, lazima aende kwenye TV, lazima sijui aende kwenye nini. Lakini sasa hivi tuna social media, ambapo kwa kutumia 100,000 tu, kutumia 100,000 unaweza kufikia watu zaidi ya milioni 1. Watu zaidi ya milioni 1. Kwa kutumia 100,000 ukafikia watu milioni 1. Wewe unaweza kufikia watu milioni 1. Unashindaje kupata watu 16 kujumlisha 4 kujumlisha 1? Wewe almost watu 20 hawa. Unashindaje kupata watu 20? 22 na kati umefikia watu milioni 1. So hii ni biashara kwanza ambao una uwezo kuingiza milioni 1 mpaka milioni 2. Na ukiweza kuimaster vizuri social media marketing, kuna uwezekano hii milioni 2 ukaidouble. Biashara ya pili ambayo inaweza kukuingizia milioni 1 hadi milioni 2 kwa mwezi, kama nilivyoelezea biashara ya kwanza. Biashara ya pili ni affiliate marketing. Affiliate marketing imekaa vizuri sana, ina sound vizuri sana sababu nimetamka Kiingereza, lakini ni biashara ambayo ni popular sana, watu wengi wanaifanya. Hata hivi ninavyoizungumza nimefanyia research kwa 100% kupitia watu ambao ninawafahamu directly, ninawajua directly. Watu ambao wanafanya hii biashara ya affiliate marketing wanapata faida, wanaendesha maisha yao na maisha yao yako vizuri. Hii biashara ipoje? Biashara ya affiliate marketing actually ni kwamba kuna owner wa bidhaa fulani, mtu mwenye duka ama mtu mwenye product fulani. Wewe una wateja ama wewe una clients, unaingia naye contract, unamwambia bwana sikiliza, wewe una product, mimi na client, naomba nikuletee clients wa product zako, alafu hapa katikati mimi napata commission yangu. Kwa hiyo hapa inakuja tena kwenye contract yenu, unapata hiyo commission yako. Either commission uikate wewe kwa wateja wako, ama commission uipate kule kwa kwenye product. Kwa hiyo watu wengi wanapofanya, ama njia nzuri ya kufanya, wewe commission yako uipate huku kwa wateja wako. Na nafahamu watu ambao wanafanya hii biashara. Product inaweza kuwa product yoyote vile. Maybe kuna mtu ambao ana hardware, anauza simenti, mtu mwingine maybe anauza mbao, maybe anauza mabati, maybe anauza nguo, maybe anauza nini. Kwa mfano nitakupeleka kwenye biashara ambayo anafanya kijana wangu ambaye namfahamu directly, na kwa siku analaza hela nyingi sana mpaka 100,000 na zaidi. Anachokifanya ni kitu kimoja ambacho nitakuonesha. Kijana yoyote, wewe ambaye unaangalia hii video, unaweza kaifanya kesho asubuhi, ukaianza na ukaingiza milioni 1 hadi milioni 2 kwa mwezi. Twende kwenye chalkboard ili kusudi uweze kuelewa vizuri. Hii biashara unabidi uiclassify products za aina 3. Kwa mfano hii biashara ambayo ya affiliate marketing nazungumza kwenye upande wa nguo, ambapo wengi watakuwa wanaifahamu kwa jina la kimtaa pale Kariakoo wanaita uwinga, Kuwa winga. Inafanyikaje? Unasema mimi na class za aina 3 ya nguo. Let's say nguo za kiume, sawa? Class ya kwanza utasema nguo za juu. Nguo za juu, alafu nguo za kati na nguo zote. Sawa? Nguo za juu hizi ni nguo ambazo mtu anavaa huku juu. Shati, t-shirt, pullover, hoodie, sweater, sijui koti, hizi nguo za juu. Nguo za chini za chini, tuseme za kati ama za chini. Sawa, nguo za huku ni suruali, pensi, bukta,
whatever boxer, chochote ambacho kinavaliwa huku chini. Alafu hizi zote ndio utaunganisha kila kitu, maybe kofia, saa, miwani, viatu, whatever ambacho maybe chain, maybe vitu vyote ambavyo unaweza kujumlisha katika space ya fashion ama space ya nguo. Sasa unafanyaje? Kwa mfano pale Kariakoo, tuseme kwa hii product za juu, useme kila siku unauza mashati na nini, kila kitu unaziuza product 4 tu. Mashati, mapullover, mahudi, manini. Katika population ya Tanzania watu milioni 60, kwa sababu hii ni biashara ambayo unaweza kuifanya sehemu yoyote hapa Tanzania. Unikutuma tu mzigo, kucommunicate vizuri na watu wa logistics and transportation. Uza tu products hapa 4, zakati uza 4, zote pia uza 4. Sawa kwa siku moja. Alafu kila moja ambayo unauza unapata faida ya shilingi 7,000. This is very possible, na nakwambia kitu ambacho ni logical na kitu ambacho kipo kinafanyika, very 100% practical. Matisheti pale Kariakoo yanauzwa mpaka shilingi 10,000, lakini huku watu wanauza 20,000, 22,000. Kwa hiyo kupata product faida shilingi 7,000 kwa nguo yoyote iko very very possible. Kwa hiyo sema unauza product 4, alafu kila product faida yako ni shilingi 7,000. Hii ni shilingi 28,000. Shilingi 28,000. Hapa nguo za kati za chini huku, suruali, pensi, bukta, sijui jeans, nini, track, kila kitu huku chini, faida yako pata kila faida kila product moja shilingi 7,000. Tayari inaopea kwenye shilingi 28,000. Hizi zote sijui kofia, sijui miwani, saa, mkanda, viatu, pia uza product 4, kila product pata faida shilingi 7,000. This is very very possible. Ukapata shilingi 28,000. 28,000. 28,000. Chukua 28 hii, 28 hii, 28 hii, ukijumlisha una 84,000 kwa siku moja. Tuseme wewe unafanya kazi kwa mwezi, unafanya kazi siku 25, kwa sababu kuna Jumapili za kupumzika, ama Jumapili maduka mengi Kariakoo hayafunguliwi. Kwa hiyo kwa siku 25, hii ni 2,200,100,000. Ufungi mzigo China, usafiri kwenda China, huna duka, hulipi mtu mshahara, ni wewe peke yako unaingiza 2.1 million. Katika population ya Dar es Salaam peke yake, population ya watu milioni 6, watu milioni 6, tafuta wateja 12 tu kwa siku. Wateja 12 tu kwa siku. Unachokihitaji ni kitu kimoja tu, ukifahamu vizuri. Ukiweza kufahamu vizuri, hii 2,200,100,000 unaweza kubadilisha kama 4,200,000. Hii 2,200,100,000 unaweza kubadilisha kama 6,300,000. Social media marketing. Ukiweza kufahamu social media marketing, hii ni siri kubwa ambayo ipo katika generation yetu. Waga nasema mara zote, our generation is the most privileged generation. Katika generation ambazo zimebarikiwa, the most blessed generation ni hii ya kwetu. Unaenda kufanya marketing kwenye social media, kutumia 100,000, kutumia 50,000, kutumia 200,000, unaweza kufikia watu milioni 1. 1 million people. Kuwafikia watu milioni 1. Katika watu milioni 1 unahitaji tu wateja 12 kwa siku. Wateja 12 tu kwa siku, au kutumia hela ndogo sana. So, hii ni topic ya siku nyingine, lakini hiyo ni biashara ya pili ambayo inaweza kukuingizia milioni 1 hadi milioni 3. Pia tunaweza tukaenda kwenye biashara ya 3 na ya 4 na ya 5. Tuende kwenye biashara ya 3. Biashara ya 3 ni car dealership broker. Biashara ya 3 ni car dealership broker. Kabla tujaenda kwenye sharkboard, nataka nikueleze uweze kuielewa vizuri. Dar es Salaam kuna yards nyingi sana za kuuza magari. Wanauza magari mengi kwenye yards tofauti Dar es Salaam. Ziko nyingi sana. Unachobidi ukifanya, nenda ukaingia contract ama ukaelewane na watu wenye yards za magari. Uwaambie kwamba sikilizeni, nyie mnauza magari lakini hamna wateja. Mimi hapa sina magari lakini nina wateja. Naomba tufanye some sort of partnership. Mimi hapa niweze kuwafanyia marketing bidhaa zenu ama magari yenu, niwaleteni wateja. Hawezi wakataa, by the way, wanapata faida, lakini pia unaletea wateja na kitu ambacho wanakitaji. So, unachokifanya ni nini? Unaenda kwenye zile yards zao, unapiga picha kila magari, then unaingia kwenye social media marketing. Unachobidi ukifanya kitu kimoja. Tafuta yards 10 Dar es Salaam. Yards 10 ambazo ni rahisi sana kuzipata. Ziko nyingi, kuna yards kila sehemu Dar es Salaam hii. Kila yard uchukue magari 50. Yaani kila yard uombe kwamba magari 50 naomba ni ya market, naomba niyatafutie wateja. Watu wengi kila siku wanunua magari. Kila siku kupita barabarani kuna plate number mpya unakutana nazo. Magari wanatoa wapi? Magari mapya wananunua. Tafuta magari 50. It means kwenye portfolio yako una magari 500. Magari 500. Fanya kitu kimoja. Kwa mwezi mmoja uza magari hayo
manne tu. Yani magari manne katika magari 500, that's less than 1%. Yani ushindi katika magari 500 kuuza magari manne, less than 1%, sijui ni 0. ngapi percent, maybe 0.9, sijapiga mahesabu, lakini ni kitu ambacho very 100% possible. Kila gari moja ambalo unaliuza pata faida ya shilingi 500,000. Pata faida ya shilingi 500,000, 500,000 tu kila gari moja. Hii kitu inawezekana, yani sio theoretical. Nenda pale Mwenge pale karibu na Mlimani City, kuna madalali wa magari ambayo yako used, wanapata faida mpaka milioni 1 kwa gari moja. Faida 800,000, 900,000, milioni mpaka 1.2 million, depend na nature ya gari, pia na depend na mteja anavyompata ama na negotiation na mteja. Wewe fanya in a different way, sema unaenda kuuza magari mapya, kila gari unapata faida shilingi 500,000, magari yako manne unapata 2 million per month. 2 million. Mwezi mzima unauza magari manne tu. Mwezi mzima. This is 101% possible. Unachohitaji ukifahamu wewe ni kuwapata wateja, kuwajua wateja wapo wapi, kuwafikishia taarifa nzuri kuhusu haya magari unayoyauza wateja wako. Kwa hiyo tunarudi kule kwenye social media marketing. Kitu kirahisi sana hiki kukifanya katika ulimwengu wetu. Uwezo wa wewe kuuza magari manne kwa mwezi mmoja kwa kutumia social media marketing ni kitu ambacho kinawezekana. Maybe katika mwezi mzima hautatumia zaidi ya 300,000. Zaidi ya 300,000 katika social media marketing kuweza kupata milioni 2. 101% possible. Na kwambia kitu ninachokifahamu sio kwa kubahatisha. Hii ni biashara ya tatu ambayo inaweza kukuingizia wewe milioni 1 mpaka milioni 2 kwa mwezi. Na ukimaster vizuri social media marketing, na kuhakikishia kwa asilimia nyingi sana milioni 2 haitakuwa la kushangaza. Milioni 4 haitakuwa la kushangaza. Unaweza hata kuingiza milioni 10 kwa mwezi kwa kutokuwa na product, kwa kutokuwa na yadi, kwa kutokuwa na kuagiza mzigo kutoka Japan ama kutoka wapi, lakini ukawa unaweza kuingiza hela nzuri sana kwa mwezi. Inawezekana sana kijana. Biashara ya 4 ambayo unaweza ukaifanya wewe kijana hata kesho kutwa, yani anywhere soon hapa, bila kuwa na mtaji, ikakuingizia milioni 1 hadi milioni 2 kwa mwezi, inaitwa gadgets selling. Gadgets selling. Gadgets selling. Hii biashara mimi kuifahamu nilifanya nikiwa chuo. I think it was around mwaka wa 2 mwishoni ama mwaka wa 3 mwanzoni. Hii biashara ipoje? Nilivyoifanya mimi wakati niko chuo, nakumbuka nilikuwa naenda Kariakoo pale. Kariakoo kuna mfanyabiashara mmoja kwa duka la simu, duka la simu, na kipindi hiko alikuwa anauza sim clones, kabla hizi simu za Kichina hazijafungiwa. Alikuwa na sim clones anaziuza. Kwa mimi naenda pale dukani kwake, nikajaribu kunegotiate naye, akaweza kuniuzia kila simu moja 120,000. Na kipindi hicho nakumbuka simu ambazo zilikuwa zinauzwa ilikuwa ni Samsung Galaxy Note 3, kulikuwa kuna LG G3, kwa hivyo kuna HTC 7 kama sikosei. Hizo ndio simu 3 popular. Na hizo ndio simu ambazo zilikuwa zina trend kwa wakati huo. Kila mtu alikuwa anatamani kuwa nayo. Yaani kama sasa hivi tulivyo na iPhone 11 Pro Max macho matatu. Ndio kipindi hicho Note 3, HTC 7 na hisi na G3 LG ndio zilikuwa zina trend. Kila mtu, kila slay queen, kila mtu ambaye anapenda flash lifestyle alikuwa anatamani kuwa na hizo simu. Kwa mimi nilichokuwa nakifanya, nilikuwa naenda kule kwa yule jamaa wangu, nitamtaja hata kwa jina. Alikuwa anaitwa Side ama Saidi. Alikuwa na duka kubwa sana pale Kariakoo. Sijui kama bado yupo, ni muda mrefu, almost 4-5 years ago. Nilienda pale kwake na nunua zile simu, naenda kuziuza chuoni. Nilikuwa sifanyi social media marketing, nilikuwa sifanyi online marketing, face to face, guerrilla marketing. Face to face, nafanya hivi face to face marketing. Na nakumbuka nilikuwa nanunua simu moja 120,000 kwa bei ya jumla, naenda kuziuza zile simu 240,000, napata faida 100%. Kipindi hicho kwa around 2015 nilikuwa napata kwa mwezi nilikuwa nauza almost simu 15, na kila simu nilikuwa napata faida shilingi 120,000. 120,000 mara 15 nilikuwa napata almost 1.8 million. Niko chuo mwanafunzi mwaka wa 2 mwaka wa 3, 1.8 million. Baada ya hapa kuna mshikaji wangu mmoja nilisoma naye primary, akawa by the time mimi niko chuo UD, yeye alikuwa anasoma Makerere University Uganda. Nikamshirikisha hii fursa, nikamwambia bwana, na yeye pia unaweza ukauza hizi product, unaweza ukauza ukapata faida kubwa sana. Kwa hiyo tunachokifanya, tunachobidi kufanya, tushirikiane. Mimi nanunua mzigo huku Dar, naufunga na upandisha kwenye gari, unafika Kampala, unachukua unaenda kuuza chuoni. Lakini faida yangu mimi lazima iwe hii hapa, inayo exceed ni ya kwako. Uwezo kamini biashara Kampala iko na mzunguko kuliko UD hapa. Kwa hiyo
Kwa hiyo jamaa peke yake nilikuwa naingiza 120,000 kila product moja. Yeye nilikuwa sijui anapata shilingi ngapi kwa sababu nilishamwambia mimi ninachokihitaji ni 120,000, inayo exceed ni ya kwako. Lakini bahati nzuri tulikuwa tunauza mzigo mkubwa zaidi, almost simu 20, ambayo faida nilikuwa napata 2.4 million. Kwa hiyo huku napata 2.4 million, hapa napata 1.8 million. Kwa hiyo I was making a lot of money. Ukipiga mahesabu hapa, almost hapa ni a lot of money I was making kwa kufanya hii biashara. So hii biashara, kumbuka, sikuwa na capital, sikuwa na chochote. Naenda kuna nachukua mzigo na kuja huku nauzia wateja, huyu jamaa namletea cash yake. Mzunguko huo nilifanya kama miezi 3 miezi 4, nikaacha hiyo biashara. Baada ya watu sasa kugundua, kumbe hizi ni copy, kumbe hizi ni clone, kumbe hizi hivi na hivi na hivi na hivi, ndio nikaacha hiyo biashara. Lakini nilifanya na niliingiza a lot of money. Sasa hivi as we speak, na dogo nafahamiana naye, ni mshikaji wangu, actually ni kama kijana wangu. Yupo Makumbusho hapo. Anakoma kwenye kuuza simu, kuuza vifaa vya simu, hizi accessories, sijui headphones, earphones, charge, cable, hizi cover anazuza. Anakuambia katika siku mbaya zaidi kwenye biashara yake, kwa siku anapata 60,000. Huyu hana duka, haendi China kufunga mzigo. Yaani kazi yake ni kujuana na wauza duka, wauza simu pale Makumbusho. Wateja analeta kwenye maduka, kwa siku analala shilingi 60,000. So kuna possibility huyu mtu anana shilingi 60,000 kama anafanya kazi siku 30 kwa siku, that's 1.8 million. Hafanyi social media marketing, ni wateja pale pale. Imagine ukija uka-apply skills za social media marketing. Uwezekano upo mkubwa sana wewe kuweza kuingiza, yani on a worst day, bad scenario, the worst bad scenario, ukaingiza shilingi 50,000 tu. 50,000 kwa siku, kufanya kazi siku 30, that's 1.5 million. 1.5 million. Easy. Hauna duka, hauendi China, hauna mtaji, hauna chochote. Cha uwezo kuifahamu zaidi, skills kubwa zaidi ambayo unabidi kuwa nayo, skills za kufanya sales, kufanya selling, uuze products za technology, uuza simu, uuza computer, uuza chargers, uuza accessories, vitu kama hivyo. You can make easy money bila kuwa na mtaji wowote. Biashara ya 5 ni car rental. Biashara ya 5, car rental. Naomba nikueleze hii biashara kabla tujaje kwenye sharkboard hapa kuidadavua vizuri. Kila siku sana zaidi weekends Tanzania kuna events nyingi sana zinaendelea, especially Dar es Salaam. Kuna events nyingi sana zinaendelea. Harusi, sijui kitchen party, send off, corporate event, matangazo, music videos. Kuna events nyingi sana ambazo zinaendeleaga, na hawa watu wanahitaji magari mazuri, magari ambayo yatafanya events zao ziwe more interesting, ziwe more exciting. Haya magari wanayapata wapi? That's the challenge. Unakuta watu na magari ya kawaida sana ambao hawataki wafanye events zao kubwa kwa haya magari madogo. Wanahitaji magari makubwa, BMW X6, BMW X5, Range Rover, Land Rover Discovery na magari mengine mengi, BMW, magari mengi sana ambao wanahitaji. Lakini yapo wapi haya magari? Haya magari yapo kwa watu wengine ambao wanayaown. So unaifanyaje wewe? Kwa mfano, unaenda kwa mtu mwenye BMW X6, unamwambia sikiliza, una hii gari BMW X6, lakini hii gari inaweza kukuingizia hela, inaweza kukuingizia extra income ambayo wewe haukutegemea kuingiza kupitia gari yako. So maybe utamwambia mimi na wateja ambao naweza nikawarentisha gari lako ukapata 250,000 kwa katika hii BMW X6 yako kwa wiki. Kwa siku moja, of course, ndani ya wiki. Kwa hiyo huyu jamaa atapiga mahesabu kwamba unamletea 250,000 kwa kukodisha kwa siku moja tu katika event ambayo gari yake bado itakuwa iko safe na iko kwenye mikono salama. Na akipiga mahesabu kwa wiki anaingiza 250,000, kwa mwezi ambao ni wiki 4 anaingiza 1,000,000. Huyu mtu anakata vipi kuingiza 1,000,000 na kati 1,000,000 anafanyia gari yake service na anaweza kaweka mafuta ya mwezi mzima kwa hii 1,000,000 yake, bila 1,000,000 yako, bila ya yeye kutoa hela yake mfukoni? Hawezi kukataa. Na wewe unachokifanya ni nini? But wewe utakachokifanya, hii BMW X6 utaenda kuwatafuta wateja kwenye hizi events, hizi sherehe, haya matukio, hizi events. Utaambia sikiliza, mimi na haya magari na kodishia kwa shilingi 400,000. That's an average price. And watu kwenye hizi events wako tayari kulipa hiyo kiasi cha pesa. Kwa hiyo 400,000 ndio utakao kulipa wewe. Katika hii 400,000 utatoa 250,000 ya mwenye gari, utabakia na 150,000. Katika 150,000 toa 50,000 kwa ajili ya hii gari, swala la dereva na swala la mafuta zaidi. Sawa Kwa hiyo utabakia na 100,000 ambayo ni faida yako. 100,000. Cha kufanya wewe, kila weekend tafuta wateja 4. Sio kila weekend, kila wiki tafuta wateja 4 wenye events. Events ziko nyingi, kila siku haziishi. Tafuta wateja 4 tu ambao
utaweza kuingiza ndani ya wiki moja 400,000. Ndani ya wiki moja 400,000, ndani ya mwezi mmoja ukaingiza 1.6 million. Una gari, hufanyi service, hufanyi chochote kile, lakini unaingiza 1.6 million. Cha kufanya sasa wewe ni kuweza kujua how to do marketing kwa njia yetu ya social media marketing. Kuweza kupata wateja 4 kwa wiki katika population ya Watanzania ambao wanafanya event kila siku ni kitu ambacho kinawezekana sana kupitia hii principle ya social media marketing, ambayo probably nitakuja kuelezea muda sio mrefu, siku sio nyingi, kupitia kwenye channel hii nitakuja kuelezea. Kwenye hii biashara ya bonus, unachobidi ukifanya wewe ni kuchagua biashara moja tu katika zile 5 ambazo tumejifunza, na umeshaanza kuona success yake, umeshaanza kuielewa, umeanza kuimaster. Sasa nenda nje, kawafundishe vijana wengine, kawasaidie vijana wengine, nenda kawaoneshe, kawafungue macho, uambie hiki kipo hivi, kipo hivi, kipo hivi. Ukitaka kufanikiwa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Lakini there is no free lunch in Africa. Lazima kulipe pesa, lazima wachangie hela maji, lazima wachangie hela AC. Fundisha watu kitu ambacho umejifunza, giving back to the community. Lakini hii ni biashara nayo pia ambayo inaweza kukuingizia kipato. Unafanyaje? Fanya hivi, kitu kirahisi sana. Wasaidia watu kuingiza milioni 1, wasaidia watu kuingiza milioni 800,000, wasaidia watu kuingiza 1.5 million, lakini wao wakulipe kiasi kidogo cha pesa cha shilingi 50,000 tu. So, maybe umeshachagua kufanya affiliate marketing, tengeneza courses ambazo tutawafundisha watu kuhusu affiliate marketing. Sawa? Watu wakulipe shilingi 50,000. Maybe useme course yako unafanya kwa wiki 2, 2 weeks. 2 weeks. Wakulipa shilingi 50,000. Katika hizi 2 weeks, tafuta wateja 20. Tayari umeshakuwa guru wa social media marketing. Kupata watu 20 ni kitu cha sekunde moja. Tafuta watu 20 wakupe milioni 1. 1 million. Hii ni within 2 weeks. Course ya wiki 2, maybe kila siku unafundisha kwa lisali moja ama masaa mawili. Fanya kwa mwezi, hiyo ni extra 2 million. Extra 2 million. Kwa hiyo kama uko unafanya affiliate marketing, inakuingizia 1.5 million, baadaye njoo uingizie na hii courses uingize milioni 2, that's 3.5 million. Una mtaji, una chochote, what you have is skills. Hiki ni kizazi ambacho you get paid by having a skill. Hiki ni kizazi ambacho you get rich by knowing things. Hiki ni kizazi ambacho you get to prosper kwa kufahamu principles na rules za kufanya biashara. Please, kama ndo mara yako ya kwanza kuona hii video, usisahau kusubscribe. Usisahau kusubscribe na kulike, kwa sababu imekaa poa sana, iko vizuri sana.